Habari, majina yangu ni Kelvin Noel Kimaro, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Leo hii inayo furaha sana kwa sababu tumeweza kuwa na warsha ambayo imefadhiliwa na Forum CC, ambayo warsha hii imewakutanisha vijana kutoka halmashauri tatu katika Tanzania, halmashauri ya Mpwapwa, halmashauri ya Kibondo na sisi Kasulu DC. Warsha hii ililenga kuweza kutuleta pamoja ili kuweza kujadili fursa na changamoto ambazo zinawakuta vijana katika mikopo ambayo inatolewa na ngazi ya halmashauri ya 10%, lakini pia kuweza kujadili fursa zingine za kiuchumi ambazo zinatokana na jiografia ya maeneo yetu. Lengo kuu la warsha hii ilikuwa ni kuwakutanisha vijana wote ili waweze kushare idea ya namna ya uandaaji wa maandiko ya kibiashara, na ikumbuka kwamba vijana wana miradi mingi ambayo wanapaswa kuitekeleza, lakini changamoto yao kubwa ni kupata mitaji. Kwa hiyo lengo kubwa la warsha hii ilikuwa ni kuwakutanisha ili tuone namna bora ya kuwasaidia kwenye uandishi wa maandiko ambayo yanaweza kuwa na ushawishi kwa wafadhili ili waweze kupata ufadhili wa miradi ambayo wanayo. Na ukizingatia kwa kadri tulivyoona, vikundi karibu vyote vimekuwa na maandiko mazuri ambayo kimsingi yakiboreshwa yatasababisha wafadhili kuchip in, waweka wapa hela ili waweze kutekeleza, na hizo idea zikitekelezwa maanake uchumi wao utainuka, lakini sio tu uchumi wao, hata zile jamii zinazowazunguka zinaweza zikafaidika kwa namna moja ama nyingine. Vikundi vingi vya vijana wanakabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zinawaathiri au zinawaletea kutokufanikiwa katika kupata mikopo kwa sababu mbalimbali. Aidha ni mpangilio wa nini ambacho wanakifanya na kitu gani ambacho wanakihitaji. Unakuta vijana wameandaa mpango wa biashara lakini hauakisi muda au hauakisi mpango halisia wa kitu ambacho wanakifanya. Lakini kitu kingine ni kwamba katika hiyo mipango wanatakiwa wahakikishe inakuwa na sustainability, kwa maana ya kwamba inakuwa na muendelezo wa aidha wamenufaika na mkopo au maisha baada ya mkopo, kwa sababu mikopo kwa vijana ambayo inakwenda kutolewa na ngazi ya mashauri, kuna muda ambao wataangaliwa, je, hawa wameshafudhu, na je, mkitoka kwenye kufuzu ni kitu gani ambacho mtabaki nacho kama kijana, impact ya kile ambacho mmekifanya kwa muda wote na kupitia hiyo mikopo ambayo mmekuwa mkikopeshwa. Kwa hiyo katika haya yote ni kwamba vijana leo hii wameondoka na matokeo chanya, kwa maana ni nini wafanye katika mpangilio wa maandiko na nini wafanye katika utekelezaji, ili hayo yote ilete athari chanya katika miradi ambayo wanaifanya. Kupitia warsha hii ambayo imefanywa chini ya ufadhili wa Forum CC, tumepata uelewa pamoja wa namna bora ya uandishi wa maandiko, lakini pia imetusaidia hata sisi kama maafisa wa halmashauri kuwa na mwongozo ambao unatuongoza kwa pamoja ili tuweze kuwasaidia vijana wengine. Hao waliohudhuria wamepata moja kwa moja, lakini kupitia hii elimu sasa tunakwenda kusaidia na wengine ili wawe na yule tunasema uniformity ya uandaaji wa maandiko ambayo sio tu yatatufaa kwa kupata mikopo ya halmashauri, bali pia hata wadau wengine wa maendeleo na taasisi za umma ambazo zinaweza zikachip in kusaidia vijana. Maanake tutasaidia sasa vijana wote kuandika maandiko yenye ushawishi kwa wafadhili wanaotoa fedha za miradi. Mradi wetu unawajihusisha na ufugaji wa samaki, uzalishaji wa vifaranga vya samaki, utengenezaji wa chakula cha samaki. Mradi wetu huu kwa sababu unafanya kazi sana na uhusiano karibu na mambo ya mazingira, kuna muda tulipata athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo tulikabiliwa na hali ya ukame mkali kwenye eneo letu tunalofugia, na hii ilisababishwa na upungufu wa mvua kwa msimu huo ambao tulikabiliana nao, ambao ilikuwa ni mwaka 2023 kwenda 2024. Kipindi kile mvua zilikuwa ni kidogo na mabwawa yetu yalikauka. Ukame umekuwa ni changamoto kubwa sana, hususan kwenye upande wetu wa wafugaji, kwa sababu unapotokea ukame inamaanisha kwamba mazao yanakuwa ni madogo, na sisi vyakula vikuu vya nguruwe ni pumba na mchanganyiko mwingine. Kuna pumba inatokana na maini, kwa
Mahindi yanapokosekana kutokana na ukame uliotokea, inakuja kupandisha pumba, inakuwa kubwa. Inapopandisha pumba inakuwa kubwa, kwa upatikanaji wa chakula unakuwa unapatikana kwa bei ya ghali sana, na mwisho wa siku kupelekea nguruwe kukutana na changamoto zifuatazo. Kwa mfano, kama nguruwe wajawazito wanashindwa kupata chakula kamili, mwisho wa siku kuja kuzaa vitoto ambavyo vimekufa au kuzaa watoto ambao ni wadogo sana. Lakini pia watoto pia kudumaa kutokana na ukosefu wa chakula ambacho ni chakula ambacho kimekamilika, au tuseme mlo kamili kwenye upande wao. Lakini pia maji, upatikanaji unakuwa ni mdogo sana kutokana na hali halisi ya upungufu wa maji kutokana na mvua. Kwa visima unakuta ikifika kiangazi vinakuwa vimeshakauka, kwa inapelekea maji tunapata kwa shida sana au kuyapata kutoka mbali sana, na hiyo kuja kupelekea ile gharama ya uzalishaji au uendeshaji mradi inakuwa kubwa sana, na hata tukija kuuza nguruwe faida yake inakuwa sio kubwa, kwa sababu mlaji ukimpelekea nguruwe kwa gharama kubwa sana anashindwa kununua kulingana na hali ya kiuchumi. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku hasara inakuja kumwangukia yeye ambaye ni mkulima wa hao nguruwe. Katika kuunganisha mabadiliko ya tabia ya nchi na vikundi vya vijana au na maandiko ili kuleta ule uwiano, unaweza ukakuta unafanya kitu ambacho hakiko supportive na mazingira ambayo unayo. Kama ni kilimo, uangalie unalima kilimo cha tija, sio tena cha kutegemea mvua, ukalime kilimo cha umwagiliaji ambao mabadiliko ya tabia ya nchi, mvua za 100% kwamba msimu huu zitanyesha, msimu huu hazitanyesha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia mabadiliko ya tabia ya nchi katika kupanga miradi na katika kutekeleza ule mradi. Nimehamasika sana kushiriki kwenye semina hii kwa sababu moja ya vitu tunavyofundishwa hapa ni namna gani tunaweza tukakabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kwenye hizi biashara zetu tunazofanya au uwekezaji wetu tunaofanya ni namna gani tunaweza tukatambua hizi hatari ambazo zipo na tunaweza tukaweka mikakati gani ya kukabiliana na hizi athari ambazo zinaweza kusababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kikweli kupitia warsha hii ujuzi wa kwanza nilioupata ambao nilikuwa siujui ni kujipanua katika kuandika andiko mradi. Tofauti na mwanzo tulipokuwa tunaandika andiko mradi tulikuwa tunajibana sana na kuzingatia jinsi tu inavyotakiwa, yani ilivyoandikwa ndivyo tunavyofuata, lakini kwa kupitia warsha hii imenionyesha kwamba kumbe kwenye kuandika andiko mradi hampaswi kujibana, mnapaswa kuandika kwa uhuru, mnapaswa kuweka kila kitu ambacho mnaona kinaweza kikamshawishi yule anayetakiwa kuwapa fedha na akawapa. Warsha hii au mafunzo tuliyopata kupitia warsha hii yatasaidia kwa sababu vijana wengi walikuwa wanashindwa namna bora ya uandishi, na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta watu wanaoandika kuandikwa anaomba mkopo kiasi fulani, lakini kwa sababu unakuta hawajachanganua vizuri zile shughuli zao wanaishia kupata wachache. Lakini kupitia sasa warsha hii tunaamini vijana wengi wataandika maandiko yenye sifa ambazo zitawasaidia sasa wengi kupata mkopo ili waendeleze shughuli zao. Katika haya yote ambayo tumejifunza kwa siku mbili, kama halmashauri ya wilaya ya Kasulu tutakwenda kuhakikisha katika ngazi ya kuanzia halmashauri mpaka kata ambavyo vikundi vinaanzia huko kwenye michakato ya kupata mikopo, basi wanaenda kupata hii elimu ambayo imetolewa leo kwetu kutuwezesha pale ambapo tunafanya na kuhakikisha katika maandiko ya miradi na utekelezaji basi yanakuwa ni yanatija na kuhakikisha tena vijana wanaweza kuandaa kitu ambacho kinaendana na mazingira yao na kinaleta matokeo chanya katika mifuko ya vikundi vyao. Kwa hiyo kama halmashauri tutahakikisha hii elimu ambayo imetolewa leo inafika ngazi ya chini kwa vijana ambao ni walaji au wahusika wakuu wa mafunzo haya ambayo yametolewa leo. Mfuko wetu au mikopo yetu hii ya 10% kwa vijana una mchango mkubwa sana kusaidia vijana kuweza kujikwamua kiuchumi, na ni muhimu sana serikali yetu iweze kuhakikisha mikopo hii inawafikia vijana, kwani vijana wengi walioko mtaani wanapambana sana kupata mitaji. Lakini pia pamoja na kusaidiwa huu mkopo wa 10% kwa vijana, ningependa pia waweze kupewa elimu ya namna gani wanaweza wakatumia hiyo mikopo vizuri kwenye kuendesha biashara zao. Ni waase vijana wenzangu ambao tupo kwenye vikundi vya 10% na ni aidha ni mtu mmoja ambaye aidha leo umeshiriki katika warsha hii au upo katika mzunguko wa platformu za mbalimbali za wadau au halmashauri.
tukajiunge, tuwe kwenye vikundi, tukatumie elimu ambayo tumeipata, tukatumie maarifa ambayo tunayo ili kuweza kuthubutu kufanya, kwa sababu tukikaa na kulaumu hatutafanikiwa, lakini tukienda kuanza na kuonesha hapa tumefanya, tunatoa fursa ya mdau au halmashauri husika kuweza kukupa ufafanuzi na uelewa zaidi, wapi umekwama, wapi ukafanye hivi, ili tija ni kuweza kunufaika na kile ambacho kimeandaliwa kwa ajili yetu. Kimsingi, wito wangu mimi kwa vijana wengine ni kwamba siku zote tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na tunaamini kabisa kama wakiunganisha nguvu zao wanaweza wakafanya vizuri zaidi kwenye utekelezaji wa miradi. Ziko fursa nyingi ambazo ziko huko duniani, lakini tunashindwa tu namna ya kuzifikia. Kwa hiyo ninatoa wito kwanza vijana kutumia fursa ya teknolojia ambayo kila siku inakuwa, kuanza kujifunza namna ya kutafuta wadau wengine wa kufadhili miradi yao, lakini pia kutumia hiyo fursa ya teknolojia kujifunza vitu vingine hata kwenye mitandao ya kijamii ili waweze kuboresha shughuli zao za maandiko na miradi wanayonayo. Lakini pia hata utafutaji wa masoko. Utafutaji wa masoko hata unaweza ukatumia kwa njia ya mtandao. Zamani ilikuwa ni mawasiliano mpaka kwa barua, lakini sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii mawasiliano yanakwenda kwa kasi. Kwa hiyo kuna wateja wengi, kuna fursa nyingi za masoko kwenye mitandao. Wito wangu ni vijana watumie sasa, wachangamke kutumia fursa hii ili kuboresha shughuli zao na uchumi wao kwa ujumla.